Nimepata maswali mengi ya kwamba dokta, mimi nahitaji watoto mapacha, nitawapataje? Sasa hili swali huwa wananiuliza watu wengi mara kwa mara. Sasa hakikisha leo ndo mara yako ya mwisho kuniuliza namna ya kupata watoto mapacha. Nitaenda kukuelekeza kupitia mzunguko, lakini nitaenda kukuelekeza dawa ambayo unatakiwa kutumia ili uweze kupata watoto mapacha. Kama hujabonyeza kalama kekundu, bonyeza kalama kujumlisha ili uendelee kupata update za video mbalimbali, lakini share na wenzako ili uendelee kupata update mbalimbali ambazo nitakuwa nawaletea video za kujielimisha kama hizi. Kitu cha kwanza, unatakiwa kwanza ujue mzunguko wako. Sawa? Unatakiwa ujue mzunguko wako. Tukishikia kwenye mzunguko wa siku 28. Maana yake ukiwa unatakiwa kuhesabia kati ya ile siku ya kwanza ambayo umepata hedhi, sawa? Ile siku ya kwanza ambayo umepata hedhi mpaka siku ya ngapi? Siku ya 10. Hizo zitakuwa ni siku zako ambazo unatakiwa uachane nazo. Lakini sasa hesabia kuanzia siku ya kwanza mpaka kwenye siku ya 15. Sijui unaelewa? Mpaka kwenye siku ya 15. Hapa naongelea wale watu ambao wana mzunguko wa siku 28 au siku 30. Hesabia ile siku ya kwanza ambayo unapata damu mpaka siku ya ngapi? Ya 15. Sasa anza kushiriki tendo la ndoa katika siku ya 16 mpaka siku ya 18. Hizi ni siku mbili ambazo unatakiwa kushiriki sana tendo la ndoa na mwenza wako ili uweze kupata watoto mapacha. Sawa? Lakini pia kwa wale ambao mnahitaji kupata watoto mapacha pia kwa muda mfupi, tumia hii hapa. Hii itakusaidia sana kuweza kupevusha mayai yako yote mawili, na pia ukishiriki tendo la ndoa katika siku hizi mbili ambazo nimekutajia kwa mara, basi wewe kupata watoto mapacha ni rahisi sana. Nikidhani nimekuelimisha vizuri na umeweza kuelewa. Kama umeelewa, basi unaweza kubonyeza kalama kekundu ili uendelee kupata video ambazo zinakuja.